wakaweka laana, wakasema alaaniwe yoyote atakayetoa mwanae na kuwapa watu wa kabila la Benjamini, laana itaingia kwao. Sasa maneno yale yalishatamkwa miaka mingi. We leo umeingia ndani ya hiyo ndoa na huyo baba, hujui familia yao ni watu ambao walishatengenezewa laana miaka mingi iliyopita. Hata kama we hauna laana, maandiko yanasema alaaniwe atakayempa. Maana yake hakuwa na laana, ila akiingia tu kwenye familia ya Benjamini, laana tayari inaingia ndani yake. Hakuwa na nini? Naongea na watu wengine, uliolewa hauna laana, ila ulipoingia ukaingia kwenye laana. Nataka nikwambie kitu kimoja. Kwa nini Miriam na Haruni walilalamika sana ishu ya Musa kuoa mwanamke Mkushi? Kwani Wakushi walikuwaje? Wakushi ni vitukuu vilivyotoka kwa mtu anaitwa Kanani. Kwenye yule jamaa aliyelaniwa yule na baba yake. Baba yake akamlaani, akasema kuanzia leo wewe utakuwa mtumwa wa ndugu zako. Toa laana. Kule kule wakatokea Wakushi. Maana yake haleluya. Kama ni mtu ambaye umetafiti sana mambo ya siolojia, utajua watu wengi wanasema mtu mweusi au Mwafrika ni mtu aliyelaaniwa. Nani ushawahi kusikia hicho kitu? Punga hivi nikufafanuli. Kama hujawahi kusikia basi na mimi sisemi, katafute. Kwa hiyo wale wazungu ndio wanatutenga mpaka leo. Wakituona hivi black people wanasema jitu liolaniwa hili hapa. Kwa Kanani kule, Misri kule, Afrika kule, tukatokea sisi. Lakini sisi ndio miji ya makimbilio. Yesu akiwa mdogo, malaika akasema kimbilieni Misri. Misri ni Afrika. Kwa hiyo Yesu ameishi Misri. Yesu ameishi Afrika akiwa mtoto mdogo, anakimbia ishu ya kuchukuliwa nyota. Kuna miji mitano ya makimbilio. Ndio maana pamoja na kwamba sisi tunaonekana ni watu wenye laana, lakini vyanzo vingi vya baraka vinapatikana kwetu. Lakini jambo moja la maana sana, Yesu wakati ameubeba msalaba wake anaelekea kwenda kuhukumiwa, akiwa njiani Yesu aliishiwa nguvu. Akadondoka mara ya kwanza, mara ya pili. Wakamhimiza jamaa mmoja alikuwa yuko na majobu yake. Unajua Mwafrika ni mtu ambaye yuko asubuhi akiamka tu mtu wa shughuli pilika yani. Akawa na pilika zake. Bahati mbaya Mwafrika akikuta mahali pana watu wengi na kelele, anajichomekaga angalie kuna nini kinachoendelea. Hiyo ndio asili yetu tangu zamani. Ombea tunao, sema tunao. Yaani ukiona watu wamejaa tu ushaacha kwenda Kikoba, unamtafuta mtu wa jirani, kuna nini hapa? Ambaye wenzako kuna nini hapa? Bwana unakaa kuna ubwabwa hapa. Jamaa alipopita wakamwona jitu limeshiba, lina maguvu, wakamshurutisha, akaubeba msalaba wa Yesu bila yeye kujua, akachukua. Na kwa sababu alikuwa na shuhudi zake, aliubeba kwa nguvu zake zote ili aufikishe haraka, ule msalaba ukiwa na damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo Afrika tulikombolewa kwa sababu Simeoni Mkirene aliubeba msalaba wakati wa mateso, anaupeleka Golgotha. Alipofika pale anautua, mwanaume anapanda, anaimaliza kazi. Na mimi nasema saa ya mwisho Afrika itaokolewa, saa ya mwisho Afrika itakombolewa. Tunapita kwenye neema, maana kwenye migongo yetu na mabega yetu tuna damu ya Yesu Kristo, tena ni mbichi kabisa. So mpigie Bwana Yesu magofi mazuri.
Wazungu wanahubiri injili ila sio kama sisi. Yaani injili mmezeshe mbongo, utaona injili inapigwaje hata kama alijajua. Ukimkuta mtu anahubiri Mwafrika anaielezea habari za ufalme wa Bwana, halafu nenda kwa Myahudi mwenyewe akihubiri kana kwamba anaongea mambo ya historia ya mtu anaitwa Mkwawa, mtu anaitwa sina ninaki Njektilengwale, lakini Mwafrika akihubiri unamwona Yesu huyu hapa anatembea, huyu hapa anaonekana, huyu hapa anagusa, huyu hapa anagusa, huyu hapa ananyosha, huyu hapa anaokoa. Mwambie ulikutana naye wapi? Amejiungamanisha na Roho Mtakatifu. Anajua nina majira machache tu. Msalaba huu unatakiwa usimame mahali, halafu mwanaume apige kelele aseme ime. Haleluya! Chapia makofi mazuri kwa Yesu. Haleluya! Gonga na mwenzako, ambie na mimi nabeba msalaba. Sema na mimi naubeba msalaba wa Yesu. Sema na mimi naubeba msalaba wa Yesu. Maana neno msalaba kwa wanaopotea kana kwamba ni neno la upuuzi, lakini kwa waliookolewa kwao ni nguvu. Kinachotupa jeuri ni msalaba. Sema msalaba. Kazi ya wapi? Alipofika pale akasema yote amefanya nini? Yamekwisha. Kwa maana imeandikwa, amelaaniwa angikwae juu ya msalaba. Yeye alifanyika laana ili sisi tuwe baraka. Maana yake ili sisi tuwe baraka. Kumbe tumekuwa baraka sio kwa sababu tumetaka, ila kwa sababu mwanaume mmoja alisacrifice maisha yake, akajigongomelea juu ya msalaba, akavaa nguo ka ajabu ajabu, akaivua heshima yake, anikomboe mimi na wewe. Leo tunapita kwenye baraka. Hatukustahili, lakini yeye ametustahilisha. Mwangalie mwenzako, mwambie ndio maana wale wanatoa sana kafara. Kwa nini? Kwa sababu hawaamini katika kukombolewa, ila mimi nimekombolewa kwa damu ya mwana kondoo. Ndio maana tunasema tumekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Ina maana aliangikwa juu ya msalaba ili sisi tupite kwenye neema. Ninampenda Yesu kwa sababu alishuka kwa ajili yangu ili kwamba anikomboe, aninunue ili niwe na uzima wa milele. Sema amina. Chapia Bwana Yesu makofi na kigelegele kizuri sana. Alipotabasamu aseme hiyo ni kazi ya msalaba. Haleluya. Anasema msiwaoze binti zao, na anasema yoyote atakayempa Benjamini mke atakuwa amelaaniwa. Hiyo ni laana ya nini? Ya familia au ukoo mzima. Sasa sema kuna sababu zinazosababisha laana ya familia kupenya. Niseme kwa uchache sababu zinazosababisha laana ya familia ingie mahala. Ziko sababu zinazosababisha kabisa laana ya familia ikawepo mahala. Hayo maroho ya polisi, matatizo, balaa, maana ndani ya familia hiyo hakuna mtu atakayefanikiwa. Lakini laana isiyokuwa na sababu haimpigi mtu. Kwa hiyo pia laana ili ipige mtu ndani ya familia ina sababu zake. Twende nikuoneshe ndani ya Biblia kuna sababu za laana ya ukoo kupenya mahala. Sababu ya kwanza inayosababisha ni mabaya yaliyofanywa na watu wa ukoo au familia. Wale waanzilishi wale mabaya walioyaanzisha, walioyafanya mabaya. Utaona kwenye kile kitabu cha Maombolezo, ile sura ya 5. Maombolezo, utaona hayo maombolezo, kitabu cha kuomboleza sura yake ya 5. Kama hujui kuomboleza, hii kitabu kinaomboleza kweli. Sura ya 5 utaona maombolezo hayo na mstari wa 7. Utaona hapo kuna maombolezo, watu wanaomboleza. Maombolezo sura ya 5 mstari wa 7 imeandikwa, baba zetu walitenda dhambi hata hawako, na sisi tumeyachukua.
maovu yao. Hebu sema, na sisi tumeyachukua nini? Maana yake baba zetu, babu zetu, waanzilishi wa ukoo, huyo unayemwita mzee Komba, huyo unayemwita mzee nani? Huyo unayemwita mzee nani? Huyo unayemwita mzee nani? Hajafanya mazuri moja kwa moja. Kuna mabaya mengine alifanya nini? Aliyafanya. Leo sisi tumebeba jina lake, maana yake tunabeba na yale matatizo aliyoyasababisha yeye. Usifurahie kwamba mimi naitwa fulani fulani fulani. Anasema baba zetu wamefanya dhambi, lakini sasa hivi walishaliwa na mchanga hapo, ila sisi tumeyachukua manini? Yaani sisi tunachukuaga nini? Hebu ongea kwa sauti. Sisi tunachukuaga nini? Yaani tunachukua maovu, maana yake malipizi yao ndio tunabebaga sisi. Wao walifanya majanga, ila yale matokeo ya majanga tunayabeba sisi. Kwa hiyo kuna mtu ana majanga, ana uharibifu fulani huko ndani yake, lakini uharibifu ni matokeo ambayo wazee waliwahi kutengeneza au waliwahi kuyafanya. Kwa mfano, utaona kitabu cha Samueli wa pili ile sura ya 3. Samueli wa pili, ni kuoneshe mabaya hayo. Samueli wa pili hiyo sura ya 3. Sura ya 3 mstari wa 28. 28, Samueli wa pili sura ya 3 mstari wa 28 imeandikwa hivi: hata baadaye naomba nianzie mstari wa 23. 23 tuone kastori yako kwa urefu. Imeandikwa hata Yoabu na jeshi lote waliokuwa pamoja naye walipofika, watu wakamwambia Yoabu wakisema, Abneri mwana wa Neri alikuja kwa mfalme. Shusha saundi ya maiki, ongeza hai. Mwana wa Neri alikuja kwa mfalme, naye amemruhusu, naye amekwenda zake kwa amani. Basi Yoabu akamwendea mfalme akisema, umefanyaje? Tazama, Abneri amekuja kwako, mbona umemruhusu naye amekwisha kwenda zake? Wewe wamjua Abneri mwana wa Neri, ya kuwa alikuja ili kukudanganya, apate kujua kutoka kwako na kuingia kwako, akajue yote uyatendayo. Naye Yoabu alipotoka kwa Daudi, akapeleka wajumbe kumfuata Abneri, wakamrudisha kutoka kisima cha Sila, lakini Daudi alikuwa hana habari. Basi Abneri alipokuwa amerudi Hebroni, Yoabu akamchukua hata kando ya lango ili aseme naye kwa faraga, akampiga mkuki wa tumbo, huko akafa kwa ajili ya damu ya Asaheli ndugu yake. Hebu sema, akampiga mkuki wa tumbo, hata akafa kwa ajili ya damu ya Asaheli ndugu yake. Hata baadaye Daudi aliposikia akasema, mimi na ufalme wangu hatuna hatia milele mbele za Bwana kwa sababu ya damu ya Abneri mwana wa Neri, na imwangukie Yoabu kichwani pake na nyumba yote ya babaye. Hebu sema, na imwangukie Yoabu kichwani pake na nyumba yote ya baba yake. Hebu sema, nyumba yote ya nani? Maana yake kafanya mmoja, ila balaa linarudia ukoo. Nyumba yote ya baba yake, baba mdogo, baba mkubwa, yani kwa shangazi kule.